asifiwe. God is good all the time. And that is his nature. Praise the name of the Lord. Kuna mpendwa alinibariki na hii ring light. Sasa ikakaa hapa sana nikaona wacha nitumie abarikiwe. In the name of maana alikuwa na lengo. Ama lakini akisia hapa nione kama iko sawa. Kwa hiyo kitu. Kwa current.
Mpigie makofi mazuri. Nimekaa hapa karibu mwezi na so nikasema sasa ukaniletea shati na uone sifai, sitakuwa ama Mandela, sitakwazika. Utasikia hata kama utakwazika, utasema mbona niliona hiyo hitaji na haleluya. Mimi hata ukaniletea patapata nitavaa. Haleluya. Maana si ulikuwa na lengo. Si ukileta ulikuwa na lengo. Ama that is na ni dhabihu yake. So ingetumika kwa madhabahu na iwe baraka in Jesus. Na iwe baraka kubwa kwa jina la Yesu. Niko na ombi moja, nataka tuombe ndugu zangu. Nataka tuombe mawazo yetu. In the name of Jesus. Nataka tuombe mawazo. Our thoughts. Kolongo wapi? Kusha baba uchukue maandiko hapo usome. Ama uko nayo hapo? Nataka tuombe mawazo ndugu zangu. Niliangalia klipu kingine usiku niliangalia klipu ingine na ikabidi nione ni vyema tuombe mawazo yetu. In the name of Jesus. Niliona klipu ya mama mmoja mchawi. Sasa huyo mama mchawi akawa anaelezea vile ambavyo huwa anafanya. So nikaisikiza tu vizuri na makini sana. Then I realized that kuna uwezo tuko nao katika mawazo, na shetani hupenda sana kutumia that mawazo yetu kwa our negative things. Praise the name of the Lord. Kwa mambo ambayo hayana faida, na tunazunguka mahali pamoja sababu kizingiti ni kidogo sana. Our thoughts, our mind. So Warumi 12 na mstari wa 2 tusaidie kwa maombi. Somaki ama muda ataingia soma kolo ila tafika kwanza asome Romans 12 verse number 2. Inasema wala msifuatishe namna ya dunia hii. Tende. Bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema. Tende. Ya kumpendeza. Tende. Na ukamilifu. Soma Kisungu. Do not be conformed to the pattern of this world. To the patterns of this world. But be transformed. By the renewing of your mind. By renewing of your mind. Then you will be able. To test and to approve. What God's will is. What God's will is. Is good. Pleasing. And perfect will. And the perfect will. By renewing of mind. Praise the name of the Lord. Nataka tumuombe Baba, transform our minds in the name of Jesus. Watoto, mnarudi shule kesho. Ujinga is not your portion in the name of Jesus. Wewe si ujinga. Nistulie mtoto wako karibu. Watoto, tuamke. Tunaenda kesho shule. Si ni kweli? Mwende? Tunaenda shule kesho. Sawa? Praise the name of the Lord. Niambie ule anaenda shule kesho ujinga. Kioko una mtu hapo? Mwambie ujinga is not your portion. Praise the name of the Lord. It is the setup of it's a setup of mind. Bwana Yesu asifiwe. So nataka tuende mbele zake Mungu
Mungu na tumuombe Baba. Tumwambie Baba ni transform our minds. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni ombi la kwanza. Maana once mawazo yetu yamekuwa transformed, tutakuwa able kujua the will of God. Maana sometimes wakati Mandela watu wamefika mwisho, ndio wanasemanga wacha mapenzi ya ifanye nini? Na wanaingoja in the worst way. Usidhani wameiweka in a positive way katika maisha yao. Jana anangoja anything ifanye nini? Itendeke. Elisha, let the will of God be done. Saa hiyo anaona let that was iwe nini, ifanye nini, itimie. Sasa kufika hapo nimefika mwisho. Sasa huyu mama ambaye ni mchawi alikuwa anasema anatembeanga katika mashule. Sasa kazi yake ni kwenda kuroga watoto wa secondary. Sasa wangu si nini wa secondary? Inaitwa junior secondary eh? Sasa anaendanga kwa ma secondary school. Na akasema anajua kuangalia uso wao. Sana sana hizo wasichana, mama maana alikuwa mama. Anaangalianga uso wao, na akiangalia uso wao anapata kuelewa kama wako na future na kama wako na nyota na kama ni werevu pale shuleni. Cha muhimu akasema anaangalianga kama wako na nyota. Sasa akawa anasema ya kwamba akiwa kwa nyumba huwa ana prepare our mind. Praise the name of the Lord. Todia nekisi. Yani ana prepare mind ya kwake. Kuja baadaye usiaribu. Sasa huwa ana prepare mind ya kwake. Kana kwanga kamwisho wake. Iko sawa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kisha prepare mind ya kwake, ameweka nitaenda. Nataka itwende pole pole afadhali nizime hii. Sasa anasema nitaenda. Sasa kwa nyumba Sasa anajiprepare anasema nitaenda. Na nitaenda kwa hiyo shule. Na nikifika kwa shule nitaenda kwa principal ama nitaenda kwa senior teacher. Mnisikize ndugu zangu. Sasa akasema ya kwamba pale kwa ule senior teacher atajipanga akiwa kwa nyumba. Ya kwamba nitaenda kumwambia nataka nisalimie wasichana. Haleluya. So maneno yake yote anaipanga wapi? Kwa mawazo mama mkubwa. Yote inapangwa. Nitaenda ni approach ana mtoto kwa hiyo shule. Ana business kwa hiyo shule. Haleluya. So anapanga kwa mawazo yake. Taenda kwa principal nifike. Kwa mawazo anaona ameketi kwa ile kiti ya principal pale kwa waiting bay. Sasa pale anaongelesha ule principal. Anamwambia kwamba nataka nisalimie wasichana. Anajijibu mwenyewe. Unataka wa form ngapi? Yeye mwenyewe anajijibu. Anasema ile grade ambayo anataka ndugu zangu. Praise the name of the Lord. Sasa anajipanga hivyo. Na anaona ametoka kwa ofisi ya principal. Na anaona ameenda amepatana na wale wasichana. Na anaona amesalimiana na wale wasichana. Na anaona amewanyang'anya nyota zao Collins. Sasa anaamka asubuhi anajipanga. Na anavaa kama mwalimu vizuri sana na anachukua kibeti ya kwake. Na anaenda kwa ile shule. Sasa anatekeleza twende pole pole. Anatekeleza kile ambacho haliwaza ndicho anatekeleza sasa. Anaenda, anafika shule, anaingia kwa principal, anaingia kwa ile ofisi, yale maneno alipanga anaongea vivyo,
ile alijijibu anajibiwa, anaitiwa wasichana wa hiyo grade, hana wasalimia akismile, akiwanyang'anya nyota zao, na akimaliza anaondoka. Sasa he was like, yani huyu amejipanga kwa mawazo na kile ambacho amepanga kinatimia. Nikaona we Christians kuna mahali tuliachia. Haleluya. Kiroho na mawazo yetu kuna mahali tuliachia. Haleluya. Yule anajipanga kwa ajili ya uovu, na akasema ingine, nilisikiza vizuri, akasema ingine atatoka kwa nyumba yake. Maana kazi ya shetani ni kuiba, kuua na kuangamiza. Eti ataenda atajipanga usiku, sina shopping, so nitaamka asubuhi niende kwa ile shop ya fulani, niende nimwambie nataka unga, nataka mafuta, taja vitu zote, shopping yote ya nyumba. Aniulize pesa, nimshibu, nitakuletea masaa mengine, niondoke, na kuanzia pale mawazo ya ule epotee, na hiyo story fanya nini ishi. Na akasema ataenda hivyo ambavyo alipanga. Ndugu zangu, nataka muone hiyo tu, hivyo tu alikuwa amepanga, ndivyo ataenda. Ataenda kwa ile duka, na ataenda achukue zile vitu alikuwa anasema kwa mawazo yake. Ataulizwa na amwambie ya kwamba nitakuja masaa, na akisa ondoka, maana amepanga kwa mind yeye atafanya nini, atasahau, na itaisha hivyo, na iwe hivyo, na iwe hivyo. Wizi umetekelezwa, hujatekelezwa, na hakuna mtu amepigwa pale, si ni kweli ndugu zangu? So ikanikujia ya kwamba sisi watumishi wa Mungu, watoto wa Mungu, ni kama shetani ametuchezea mawazo yetu sana. Unaonaje ndugu zangu? Nikaleta hiyo ombi ya kwamba Mungu wa Ibrahimu na Isaka na Yakobo, safisha mawazo yetu, badilisha mawazo yetu. Maana sometimes sisi uwaza negatives. Ni kama nitafungiwa, twende, ni kama tunalipa rent, ni kama tunafungiwa nyumba, ni kama nitapoteza hii kazi, ni kama hii contract itaisha. Praise the name of the Lord. Watoto, ni kama somo ya huyu mwalimu, ni kama simu nijibu watoto, ni kama ni kama sitaipata hii mtihani, ni kama Bwana Yesu asifiwe. Wasichana wangu, hii mtihani ni kama ni kama sitaipata kitu. Sasa tunaiwaza na njia hiyo, matokeo yake inakuja vitu za kuvunja moyo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nikaona the power of mind. Sehemu ile ingine wanajua, ndugu zangu, sisi pande hii ingine we are misusing our minds. Ni kama leo sitauza, huyo ni Dinda wakati ameenda kwa ile kasi yake, sijui leo ni kama kauka, weka ingine. Haleluya. Ni kama sasa product ya kile ambacho tumewaza ndicho kinajileta. Kumbukeni Ayubu alisema kile niliongopa ndicho kimekuja kwangu. Bwana, takasa mawazo yangu kwa jina la Yesu. Philippians chapter number 4 verse number 8. Emmanuel, tuweke kabiti kidogo tu, ama niweke na hii. Unasoma? Acha niweke tu na hii. Twende. Soma ukifika Philippians 4:8. Hatimaye ndugu zangu, mambo yoyote yaliyo ya kweli,
yoyote aliye ya kweli, yoyote yaliyo ya staa, tende, yoyote yaliyo ya haki, tende, yoyote yaliyo safi, tende, yoyote yenye kupendeza, tende, yoyote yenye sifa njema, tende, ukiwapo wema wowote, tende, ukiwapo sifa nzuri yoyote, tende, yatafakarini hayo, yafikirieni hayo. Praise the name of the Lord. Amen. Kwa Kisungu soma. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, yani ile ambayo inaambatana na imani yako, that is the truth. That is the truth. Praise the name of the Lord. Dunia ina work with facts. Kenya economy neba, that is a fact. But the truth is, we are citizens of heaven. Praise the name of the Lord. Tumaini yetu na kila kitu iko kwa Mungu. Dunia ita work with facts, but we work with the truth through our faith. So whatever is, soma, whatever is true. Nini ambao umeamini, that is the truth. Twende. Whatever is noble. Whatever is normal. Noble. Twende. Whatever is right. Whatever is noble and whatever is right. Whatever is pure. Whatever is very pure. Whatever is lovely. Maisha yangu yatakuwa hivi. Twende. Whatever is lovely. Whatever is lovely, that is lovely. Whatever Kile chakupendeza usiende mbio, twende. Whatever is admirable. Kile ambacho chakutamania. Twende. If anything is excellent. Twende. If anything is excellent. Or praiseworthy. Think about such things. Think about such things. Iweke katika mawazo yako. Iumbe katika mawazo yako Nancy. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo iumbe kwa mawazo yako. Anatukataza zile zingine ziko opposite of that. Ni vile masabu. Hallelujah. So tunaomba Baba leo, our thinking iwe the which is true, noble, right, pure, lovely and undeniably. Inaitwa hiyo. Tuandimaya. Niyo ama nimeongea Kisungu zake kwangu. Praise the name of the Lord. Nimeongea Kisungu kwangu. Iko hiyo. Praise the name of the Lord. Ndugu zangu, nataka tuombe Mungu hiyo. Nataka tuombe Mungu hiyo. Ishaye katika mawazo yetu. Kuna mali tulibiwa. Nimerekodi kuwekee mali ndio kaisikize tena na tena. Bwana Yesu asifiwe. Oh God. Bwana Yesu asifiwe. Kuna ingine nitaenda kwa haraka sababu ya masaa. 2 Corinthians chapter number 2 verse number 10. Chapter number 10 verse number 5. Soma. Soma 2 Corinthians 10:5. Nasema hivi. Tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka. Tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka. Na kila kitu kilichoinuka. Kijinuacho juu ya elimu ya Mungu. Kijinuacho kinyume na elimu ya Mungu. Na tukiteka nyara kila fikra. Na tukiteka nyara kila fikra. Ipate kumtii Kristo. Ipate kumtii Bwana. Kwa Kizungu. We demolish arguments. We demolish arguments. Maana zinakuanga wapi? Kwa mawazo. And every pretension. Itatendeka. Ni kama itatendeka. Itaenda left. Ni kama itaenda right. Praise the name of the Lord. Sasa those arguments ziko katika mawazo. Bwana Yesu asifiwe. Today as I demolish whatever. We demolish arguments. We demolish arguments. And every pretension that sets itself up against the knowledge of God. And we take captive. Na tunachukua mateka captive.
every thought to make it obedient to Christ. To make it obedient to the Christ, to the promises of your God. I will bless you in the city. I will bless you in the village. That is the will of God. Praise the name of the Lord. It is from the devil. Na amejaribu kucorrupt your mind. Ndio uumbe kitu ambacho kiko kombo. Na ndio maana unaona the life, the born again ya Christians haijakuwa right. Bwana Yesu asifiwe. Haijakuwa sawa kama vile Bwana anataka iwe. The problem is the mind. Bwana akatukomboa kwa mawazo. Ndugu zangu, tunaweza tukaenda pale. Haleluya. Kuna wazaomba Baba nibariki na uombe kwa bidii sana. Lakini kama mawazo yako inaongea tofauti na hiyo, utakuwa vile ambavyo mawazo yako ilikuwa inawaza. Haleluya. Utakuwa hivi ambavyo mawazo yalikuwa inawaza. Nataka tuende mbele zake Mungu. Isaya kuna kitu anasema hapa, tuisome tu. Isaya 26 verse number 3, tuisome tu. Nataka tuwe na good time ya kuomba. Soma Isaya 26:3. Soma tu. Soma. Inasemaje? Utamlinda yeye ambaye moyo wake. Utamlinda yeye ambaye moyo wake umekutegemea katika amani kamilifu. Umekutegemea katika imani kamilifu. Kwa kuwa anakutumaini. Kwa kuwa anakutumainia. Soma Kizungu. You will keep in perfect peace. You will keep in perfect peace. Those whose mind are steadfast. Rudia. Those whose mind are steadfast. Rudia tena, whose mind is steadfast. Because they trust in you. Maana kama mawazo yao yameshikilia ya kwamba najua Mungu atanitendea, najua hili litafanyika, najua kutakuwa hivi, na ushikilie hiyo. Haleluya. Na ushikilie tu hiyo ambayo moyo wako, mawazo yako inasema. Rudia hiyo scripture. You will keep in perfect peace. You will keep in perfect peace. Ni Mungu ule atakeep in perfect peace. Those whose minds are steadfast. Those whose minds are steadfast. Because they trust in you. Because they trust in Him. Hawayumbi. Mawazo yao imeshikilia kuumba. Mawazo yao imeshikilia kutengeneza njia mahali hakuna njia. Imeshikilia ya kwamba with my God all things are, and I can do all things through Christ who gives me strength. Hakuna kitu mimi siwezi fanya. I can do all things. I am able to do everything. Oh, hallelujah. Maana uwezo wangu nimeweka kwa Mungu na nimeuconnecting my mind, so sisumbuki. Hallelujah. Nataka tuombe Mungu ya kwamba mawazo yetu, our minds, Bwana transform na weke uhai katika mawazo yetu, na weke nguvu katika mawazo yetu. Kama kuna nguvu inaweza wekwa. Dunia inaombea mental health. Hiyo ni dunia. Bwana Yesu asifiwe. Na sisi tunaombea nini? Mawazo yetu. Bwana ibadilishe mawazo yetu. Our thinking. That is our authority. That is our desire. We can do all things. Kama tunaweza iweka in mind, Christians wanaweza kopesa hii dunia na wasikope.
lakini kwa mawazo yao wanasema nini? Nimeomba sana. Sema ingine. Niliona mwingine tu ambaye aliodainiwa, mjinga tu. Niliona ambaye aliodainiwa, kamwagiwa mafuta, akawekwa kola na akafanyiwa kile alifanyiwa. Na sababu ameshindwa na kumngosha Mungu, nikamuona usiku akirarua that kola, na akasema hii ni kasuku inunue 600 na kitu. Bwana Yesu asifiwe. Ni kasuku, watu wajipange wakuje kushuhudia ukimwagiwa mafuta bado ni kasuku. Haleluya. Haya, hiyo shadi akararua, akipiga kelele. Ni wewe umeshindwa. Ni setup of mind. Hata nato hii ni kasuku. Nikaona huyu shetani ametesa mawazo yake. Watu walijumuika, kwani alimwagiwa mafuta kwa angiza. Watu walijumuika, kwani ordination inabangangwa na urahisi hivyo. Niko na yangu na ninaipanga next year pale December, sababu ya mahitaji ya kwake. Sasa najipanga hiyo yote nikasuku. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sababu pepo imeteka mawazo, kile ambacho kilikuwa chema, ambacho Mungu aliweka moyoni mwake, amekipua out, sababu mawazo yake imeumbwa vitu zingine ndani. Ameshindwa na kumngosha Mungu. Na katika mangumu yote angechukua yale mangumu. Ndugu zangu, mngenipata mimi kihubiri. Sasa hiyo niko na koti moja, Ani amenipatia sando. Hii patapata, Ani Mungu akubariki. Amenipatia patapata, kiatu yangu Elisha ilikuwa imeraduka hapa chini kidogo. Sasa nikitembea kuna hizi mizizi zinanuka kidogo barabara, mnazijua huko mashambani. Kienda hivi ikateka kidogo. Nikiinua mguu solo yote ikaanguka. Sasa hiyo tuko na wapendea kwa soko. Nikapigia dada anaitwa Ani, Mungu akubariki. Ani ubarikiwe. Nitakubariki sababu ya hiyo pata umekuletea. Sasa wewe mama, nitamkumbuka mama, tumkumbuke nini. Na tumuombe nimesikia afya yake haiko vizuri, tumtafutie afya tukienda. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nikapigia huyo mama, nikamwambia nimekwama mahali fulani, hebu kusha. Akaja amevaa hizo sandals patapata, unazijua, sasa kuingia bathroom, na akanipatia hizo patapata. Mimi nikavaa hizo na akachukua kiatu yangu akaenda nayo kwa fundi, na mimi nikaenda kwa nini, kwa kanisa, tukaenda kupanga nini hiyo penea. Saa hiyo niko na hizo patapata kwa ulo, nashika maiki na nena ukuu wa Mungu na vile Baba atakavyo tubariki. Saa hiyo nawatabiria na kwamba ile wingu liko pale itanyesha mvua hata wa leo. Mama alikuwa ananikumbusha juzi. Saa hiyo nguvu za Mungu zinatembea. Maana mawazo yangu haioni kile niko in the present, inaona kile niko in future. Bwana Yesu asifiwe. In future niko na ndege yangu. In future niko na mama niliongezea, nilitafuta juzi usiku kingali kimoja kiko na bulletproof. Yaani hakiwezi pigwa risasi na yote. Na najaribu kutafuta ingine kubwa kuliko hiyo. Niweke in my mind. Amatori unaonaje? Sieti ya kwamba ati nianze kulalamika ati kuna watu wananifuata juu. Nyuma sina haja na wao, iko na bulletproof. Hallelujah. Piga bullet zenu zinawarudia. That is what I'm conceiving in me. Naijenga ndani ni mfano. Hallelujah. Vile ndirisha za nyumba ya kwangu zitakaa. Na kama bulletproof bado naweka. Maana mbinguni hakuna hizo. Ama Mandela iko. Hakuna. Saa hiyo niko na patapata, baba niko na patapata saa hiyo. Na ubidi watu wanaangalia miguu lakini mimi naangalia macho. Saa hiyo nasema ule mgonjwa hadi hapa.
Wanaangalia miguu, mimi sioni. Haleluya, sioni. Sasa hiyo nimevaa kaunda suti. Shetani ananihubiria ndani. Wakikuuliza, sijui kama ilikuwa shetani ama ilikuwa mimi mwanadamu. Wakikuuliza, wale watakuuliza, mbona leo mlivaa sando? Patapata. Waambie ulikuwa na kadoda kalikuwa hapa. Ulikuwa umepindika sana. Mind. Praise the name of the Lord. Sababu ya masaka takatoni mbele zake Mungu zangu. Chukweni njambo kwa uzito. Omba Mungu aishe mawazo yako. In the name of Jesus. Emmanuel, unataka kuomba ama unatutapiga? Vita nimekuona ukiangalia TikTok. Amuku soma, si mlikuwa mnaangalia TikTok. Na mkisema mami nataka ngani na maboga. Si ndio hiyo mlikuwa mnafanya amuku soma? Vita ulisoma. Huko soma na kuna opena. Si ulikuwa unapigania simu. Uangalie TikTok. But hata kama ilikuwa vile kuna opener, usiweke kwa mawazo ya kwamba ati hii nitaifanya nitaanguka. Watoto mnanisikiza, mwende nisikize. Kuna opener, utaenda kupewa karatasi ya mtihani. Kesho ukienda shuleni. Na huku soma ulikuwa kwa TikTok. Ulikuwa unaangalia video, ulikuwa unapambania simu ya mama nilikuona, huku soma hata kuchukua vitabu. Haleluya. Lakini wekeni katika mawazo, I can do all things through Christ. Usikubali mawazo yako iongee negative about kile ambacho mnaenda kufanya shuleni. Sawa? Ya usikubali. Moyo wangu nakupenda, moyo wangu wakupenda, wangu nakupenda.
Rikabazaya rianda Isaya. Rikabazaya rianda Isaya. Rikabazaya Rikabazaya